amani na utulivu wa nchi yetu, ikiwa ni sehemu ya matunda ya muungano ambao umedumu kwa zaidi ya miaka 61 sasa tangu kuasisiwa kwake. Muungano wetu umeendelea kuwa nyenzo wezeshi katika kuimarisha umoja, amani na utulivu wa taifa letu. Hakika muungano wetu ni wa kipekee na tunapaswa kujifunia kulinda na kudumisha. Na katika hili naomba nisisitize kwamba wakati mwingine unaponasibisha muungano na amani, muungano na utulivu, muungano na umoja wa taifa hili, wako baadhi ya watu wanabeza hiyo kauli. Na hasa wale ambao pengine umri wao ni mdogo sana, hawafahamu nchi hii imetoka wapi, lakini hata hawajafuatilia historia za nchi nyingine duniani ambazo ziliwahi kuungana zikatengana, na mara tu baada ya kutengana tumeshuhudia machafuko katika nchi zao. Mfano hapa Afrika, ukiangalia historia ya Sudani na Sudani Kusini, zilikuwa nchi moja zenye amani, lakini mara baada ya kutengana tumeshuhudia hali ya usalama, amani iliyopo Sudani na Sudani Kusini sio ilivyokuwa kabla. Ethiopia na Eritrea ni mfano mwingine, Russia na Ukraine, mifano iko mingi. Na ndio maana hili baba wetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisisitiza sana, na alikuwa mkali sana unapogusa misingi na tunu ya taifa hili, hususan jambo la muungano. Na tunafarajika kwamba baba taifa aliwahi kutuachia wasia, ikiwa nyingi Kiswahili hicho wasia, so nyasia, wasia mara kadhaa ambao tunaendelea kuishi nayo. Kuna hotuba yake ambayo hotuba maarufu aliyowahi kutoa ya nyufa za taifa, alizungumzia kuhusiana na umuhimu wa amani ya nchi, umuhimu wa muungano katika amani ya nchi. Na akatoa mifano tu, akasema leo hii tukianza kutengana kwa sababu huyu anatoka Zanzibar, huyu Tanganyika, ubaguzi huo hautakoma. Itakuwa ni kama kula nyama ya mtu, hamtaishia hapo. Itaendelea kusema sasa Wazanzibari na wenyewe wakiwa Watanganyika hapo watasema kumbe na sisi hapa tukija angalia mbona sio sawa sawa hapa. Kuna wengine wa Pemba, kuna wengine wa Unguja. Akusema hivyo taifa. Akuishia hapo, akaja huko akasema hata na Watanganyika nao, kumbe kilichotufanya tuwabagua wale tulikuwa tunawabagua hawapo, sasa Wazanzibar wameshaenda zao, tumebaki sisi wenyewe. Kuna sisi mbona tuko sawa hivi? Kuna wengine wa Nyakyusa, kuna wengine wa Chaga, kuna wengine wa Nyaturu, kuna wengine wa Sukuma na kadhalika. Kumbe mkijiangalia vile vile hata na sisi kumbe hatuko huko Unguja na Pemba na wao. Kumbe na sisi wa Pemba washaenda zao, wamebaki Unguja. Kumbe kuna kaskazini na kusini. Na kuna Wazanzibari na Wazanzibari. Na huko itaishia. Na tumeanza kuona hivi karibuni. Mimi leo naomba unajua tukianza kumung'unya maneno haya katika mambo ya msingi kama haya, hebu tujaribu kufuata nyayo za taifa, hasa nyinyi wariri na viongozi. Inapokuja mambo msingi tusimung'unye maneno. Tukibania mengine, hasa kwa watoto wetu hawa, kutoka kuna mambo ambayo hatutendea haki taifa hili, kwa sababu watashindwa kuvisikia vitu vya msingi ambavyo wanapaswa kuvisikia kwa maslahi ya taifa letu. Na moja katika jambo nataka kusema, simejionea hivi karibuni wako watu wakaanza kunasibisha masuala ya udini, Uislamu au Wakristo, au na sio uongo jamani. Wengine ndio dhambi ya ubaguzi hiyo, tukianza kuruhusu haya mambo. Kwa hiyo tukifika hapo tukaanza kugawanya kwa misingi yoyote, misingi nani anatoka wapi, misingi nani anaamini nini, misingi nani rangi yake hipi, hakutakuwa na taifa. Taifa hili litakuwa vipande. Kwa vijana ambao wanafuatilia kongamano hili, na nyinyi wahariri, tunaomba mwafikishie taarifa hizo kwamba tuishi katika falsafa ya waasisi wa taifa hili ambao wameona faida ya muungano huu, na ndio maana leo nchi yetu iko katika amani, na ndio maana tuko pamoja. Na heshima ya Tanzania ni kubwa sana duniani. Ni taifa ambalo hatuishi kwa kubaguana, hatuishi kwa kuangalia mtu ana itikadi gani, anatoka wapi,
anaamini nini na kadhalika. Niliona nilisisitiza hilo ili sitakuwa preempt watu wa mada. Najua watu wa mada watakuja kulizungumza hili kwa kina kabisa, lakini lazima tukubaliane kwamba tunaishi leo hapa kwa amani na utulivu, si kwa sababu tu hali hii imekuja yenyewe. Kama wahenga walivyosema, ukiona vimeundwa mjue, ukiona vinaelea mjue vimeundwa. Ndugu hariri wa vyombo vya habari, ni matumaini ya serikali kuwa semina hii itakuwa na matokeo chanya katika kuelewa muungano na kuendelea kuenzi na kudumisha, katika kuzingatia kuwa wahariri wa vyombo vya habari na wajibu wa kulinda na kuimarisha kupitia vyombo vya habari. Wakati wajibu huu nikiusisitiza kwenu wahariri na Tanzania kwa jumla, vyombo vya habari navyo vina wajibu mpana wa kuzingatia maadili, sheria, taratibu za nchi kama ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo naomba kunukuu, inasema kila mtu ana haki ya kutafuta, kupokea na kutoa habari bila kujali mipaka ya nchi. Ukisoma ibara hii pekee unaona uhuru mpana, lakini tafsiri sahihi ya katiba ni kwamba kifungu chochote kile cha katiba ni sehemu ya vifungu kadhaa vinavyohusiana, ambavyo ni kwa kuviangalia kwa pamoja utapata maudhui ya kila kipengele. Hivyo basi ukisoma ibara ya 18 babano B ya katiba na vipengele vingine vya katiba, hususan ibara ya 30, unapata ujumbe kuwa katika kutumia haki na uhuru tulio nao ibara ya 18 mabano B, tuna wajibu vile vile wa kuheshimu haki na uhuru na maslahi ya taifa. Niliuliza hapa wakati nakuja, hivi kuna wahariri wa hizi social media wapo Ninaweza kunyosha mkono tu hivi nione. Mpo. Sawa. Nimeuliza hivyo kwa sababu dunia inabadilika kwa kasi, na sasa kuna matumizi makubwa sana ya mitandao ya kijamii, na kwenye mitandao ya kijamii bahati mbaya udhibiti wake wakati mwingine unakuwa una changamoto. Hivyo nyinyi wahariri wa mitandao ya kijamii mna nafasi sana kulisaidia taifa katika kuhakikisha kwamba habari zetu zinazohusu masuala ya muungano zilizokuwa sahihi, zenye ukweli, zinasambaa zaidi katika mitandao ya kijamii. Maana leo hii imekuwa kuna kasi ya kusambaa kwa habari za uchochezi, upotoshaji, kuvunjiana heshima, uzushi, na habari kisambazwa kwa mitandao ya kijamii hapo tu. Mtu amekaa pahala anapopajua yeye, pengine amekaa huko nje ya nchi, anatuma kitu, wakati huo kimeingia, kila mtu amekiona, whether ni kweli si kweli, kina faida na maslahi ya nchi hakina, kimeshaenda. Kwa lazima ziwepo habari njema zaidi zenye kusambaa kuliko hizo habari potofu. Kwa niliona niwataje specifically nini ili mtusaidie sana katika